Biblia inasema katika kitabu cha Danieli, watang'aa kama mwanga wa anga. Biblia ndivyo inavyosema, wenye haki watang'aa kama mwanga wa anga, na Mungu atawapandisha na kuwainua. Nakumbuka pia nikiwa Kariakoo, mkubwa mmoja wa jeshi, mtu mzito sana wa jeshi katika nchi za Afrika Mashariki, nikiwa tu ofisini, kana watu wamekuja pale wanapiga masaluti. Sasa nikiangalia wale watu, najua jeshi la hapa nyumbani, kiangalia na baadaye nikagundua ni mtu ametoka katika nchi za Afrika Mashariki, lakini ni generali mkubwa sana wa majeshi katika nchi mojawapo hapa Afrika Mashariki. Akaniambia, ninataka kuomba tu, nimepita hapa niombe kwa sababu ninakwenda kukatwa mguu. Nikamuuliza, unaenda kukatwa mguu wapi? Akaniambia, ninaondoka na kwenda kutibiwa Uingereza, lakini kliniki yangu ni South Africa, lakini nikaona kwamba nipite hapa nifanywe maombi kabla sijaondoka. Na ni rafiki yangu, na tulikuwa pia tunakufuatilia kwenye ibada za online, na rafiki yangu akaniambia lazima nipite hapa. Na rafiki yangu ni huyu Mtanzania, amekuja na Meja Jenerali mmoja pia ambaye ni mwanajeshi wa hapa, amepokelewa kijeshi kabisa. Kwa hiyo nikaomba kwa ajili yake na nikamwambia, Mungu atakusaidia tu. Kumbe mguu umerogwa. Alikuwa anafanya mazoezi tu, akavunjika mguu, haungi, unazidi kuoza kila siku. Sasa akaniambia, lakini nakwenda South Africa kwa ajili ya kuhudhuria kliniki, nikitoka naondoka naenda Uingereza. Nikamwombea, akaenda South Africa kwa ajili ya kliniki yake. Lakini madaktari walipomwangalia mara hii, wakakuta kuna mfupa kama wa mtoto mchanga umeota ndani ya ule mguu na unaanza kukutana. Wakamwambia, no, kaa hapa kwa siku 21 tujaribu kuangalia. Ule mfupa ulikuwa unakuwa kwa kiwango ambacho madaktari wanashangaa huo uumbaji. Baada ya siku 21 mguu umeunga kabisa. Haki. Sasa ililazimika arudie South Africa, lakini akaja na madaktari wengine kutoka South Africa. Kila akieleza anaambia, umetumia dawa gani? Anambia, mimi sijatumia dawa, nimeombewa Tanzania. Wakasafiri madaktari wachache na yeye wakaja. Kidogo amerudi, namuona yule jamaa anatembea. Namuuliza, kumetokea nini? Anasema, ndio tumekuja kukuuliza kumetokea nini. Yaani safari yetu yote kutoka South Africa tumekuja kukuuliza kumetokea nini. Wakanieleza na mimi nikamwambia, ni Mungu. Tulifanya maombi tu. Kwa hiyo tukamshukuru Mungu. Baadaye akarudi kwenye nchi yake mzima, akaendelea na kazi ndani ya miaka 2 mzima kabisa. Ajambo, anafanya kazi zake za kijeshi. Ni mtu mkubwa sana katika jeshi kwenye nchi mojawapo ya Afrika Mashariki. Sasa wale watesi wakasema, tumeshindwa upande mmoja wa uchawi. Wakahamua kutengeneza maharamia, majangili, majambazi wa uaji. Yule jamaa analindwa, lakini walitafutwa, nafikiri wale wa uaji na watu wenye shabaha ya silaha kwa kiwango cha hali ya juu. Walimvamia getini, nyumbani kwake akiwa anaingia nyumbani. Getini. Walimlima risasi za rashasha. Yaani ni risasi za mvua kifuani. Hapa kuanzia kifuani, hakuna risasi zimeingia hapo kifuani, hazina idadi, za rashasha. Jamaa akaonekana amekufa, wale wakatimua. Sasa security ya nchi sijui kitu gani huku na huku na. Lakini ameondolewa, alizimia, ameondolewa pale, amefika hospitali ya kijeshi. Amefika hospitalini akapata fahamu. Na sio mtu ambaye unaweza kufikiri anaweza kupata fahamu kulingana na kishindo cha risasi hapo kifuani. Akapata fahamu. Alipopata fahamu akamwambia msaidizi wake, na daktari alikuwa anamhudumia kwenye hospitali ya kijeshi, naomba mpige simu ya mchungaji Kimaro. Apigiwa simu. Usiyu tunazungumza kutoka nchi gani? Nikamwambia sawa. Lakini nikamwambia nitawaambia, sema hapana, tunakuomba tafadhali. Basi tukafanya logistic hapa, nikasafiri kwenda huko. Na nikaenda kwenye hiyo hospitali ya kijeshi. In short, nilipofika hospitali ya kijeshi ile, nimeingia pale kwenye gate la hospitali,
Naingia napokelewa na madaktari na ni hospitali ya kijeshi na wanajeshi. Naingia pale, mkuu wa nchi hiyo nayo, rais wa nchi ile, akawa na yeye anakuja kumsalimia pale, kumpa pole. Sasa mimi nikasema ngoja kwanza mheshimiwa rais aende atoe pole, alafu mimi baadaye nitaingia tu kwa sababu ni huduma ya kichungaji. Yule jamaa alipoambiwa mchungaji Kimaro amekuja na pia kuna rais amekuja, akasema naomba rais apewe chumba cha mapumziko, mwambieni mchungaji yeye kwanza. Sasa kwa protokali mbalimbali za nchi, mimi nilipoambiwa kwamba rais itabidi akusubiri kwanza alafu uingie, nikajiuliza nikasema hivi nitaonekana nimekosa adabu kiasi gani jamani? Mbona msema amekataa katu. Nikaingia, nikamwambia nini? Nikamwambia, akaniambia nimezuia kuonana na mheshimiwa rais, kwanza nataka uniombee. Hebu niombe kwa Mungu yule na sala ile ulioniombea siku ile nikapona. Naamini na hapa nitainuka tena. Lakini anapumulia mashine yani hivyo. Lakini Mungu anampa neema ya kuzungumza. Nikamuombea, nikambariki, nikamwambia najua tena Zaburi nilisimama nayo, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Kila ulimi utakayoinuka kinyume chako pia hautafanikiwa. Na mwenye haki mateso yake ni mengi, lakini Bwana atamuokoa nayo yote, wala mfupa wa mwenye haki hautavunjika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikamuombea. Nikamaliza. Nilipomaliza kumwombea natoka, nikaambiwa tena na mheshimiwa rais amesema anahitaji maombi. Kwa hiyo nikatoka kule wodini, nikaenda tena kwenye chumba cha private hospitali ya kijeshi huko, tena na mheshimiwa rais nikambandika na yeye mikono, nikamuombea, hapo nikamwambia nenda kamsalimie mgonjwa. Na mimi nikaondoka zangu, nikaelekea zangu Bongo. Sasa kitu cha ajabu, baada ya mheshimiwa rais kwenda akazungumza, ikalazimika atafutiwe ndege haraka, flying doctor na ndege haraka ya kuruka, akaondoka kwenda India. Nataka nikuhakikishie kwa namna ambavyo hizo risasi zilishambulia kifuani, yani zilichanachana tu nyama na baadhi ya mbavu, lakini hakuna mapafu, hakuna ini, hakuna moyo, hakuna kitu chochote ndani yake kilichoharibiwa. Napokuambia hapa leo, alirudi baada ya miezi kadhaa, amerudi ni mzima, risasi zimetolewa, hajambo, akarudi kuja kufanya kazi miaka 5 baadaye. Sasa ni retired officer, ameretire kutoka jeshini, lakini alifanya kazi bila hata kujua kwamba aliwahi kupata. Siku anakuja kutoa sadaka ya shukrani kwamba Mungu amemuokoa, yule jamaa ambaye aliorganize hizo habari alianguka kazimia. Manake unajiuliza huyo mtu ameponaje? Waswahili wanasema umetokea kioo cha mbele ya gari. Yani gari liko nyanga, lakini wewe umetokea kioo cha mbele na ni mzima, kwa sababu Mungu anawalinda watu wake.